Yetagwo Elizabeth Muthoni wa Gicubi ni baba na huruke thayo. Kana mama Karo nirio njuikaine muno tondu Karo niwe uyu. Guciarwo njiarĩirwo Nyeri. Itura ria Guthi. Andu hetagwo Kangaita. Nikuo ndathomeire. Na thutha wa uguo ndagicokire ngithamira Rift Valley kuri Eldoret. Kuria ndakihikire. Na ngikorwo na ciana 4. No kwa ihinda nyundu wa gukorwo tugereire mathina matiganite na muthuri. Itwarimirwo ni guturania muno to twaikarie miaka 14 ngiremwo tugitigana. No na tugitigana twatigania nyundu wa nginya misuko eno ya 207 208 bare yo tone post election tone yakingorire kuo. Na ni atuhinyiririe na njira nene. Nigetha nginya ngikiona ndingikihota gwikiririria ringi kihote kuhonokia ciana ciakwa. Na niyo ndakihotire guthamira itura riri ya Nairobi. Riu ndathamira guku Nairobi ndagikarangire. Nging'ang'ana na muturire wa ciana ciakwa na ndakihotire tondu Karo nirio akoretwo join secondary. Agikorwo arikia form 4. Ngitindikana na maica ma ciana ici ngito Ngai ni ahete kirathimo gia ciana 4. Karo arikia form 4 hari athire kwinyitirira nigetha tuteithanie nake wira. Kundeithiriria maundu ma ciana ici. Niho gwagikinyire ihinda Karo akiona thina. Tondu anjiririe wira ucio January-ini. Anjiririe mweri wa 2 hari ambiriirie kuruta wira. Mweri wa 3 guku Nairobi andu endagia nguo exhibition-ini along Moi Avenue. Nyumba yetagwo Azanad. Riganite na university etagwo Moi Avenue. I mean Mount Kenya University. So hindi ria athire kwambiriria wira hau arutirio mweri wa 2 na wa 3 na wa 4. Mweri wa 5 mweri 28. Andu aya meitaga terrorist kana terrorist he mundu wathire akuite bagi. Atuite customer agitua ni nguo aragura nake akimahenereria biu makigeria na makimwitikia mari iritu aria mari nao. Na aria mwisho mundu ucio ni amerire nyitira bagi eno thie ngarute mbeca M-Pesa na Karo na akimuonereria uria guthie M-Pesa. No kumbe bagi ire yatigirwo mundu ucio kuma nja ya nyumba ikiripuka yari bomb. Yarikia gukiripuka riu hau niho twambaniririe na mathina marito ma Karo tondu ari nao kuri amwe ao makuire matamikire no ni agereire ihinda ririto nake tondu ihinda iraihu ni ikorirwo Kenyatta na ni hotire ku manage kuhurana na moyo wake na nigwenda ri kuma hau ri Karo no tuheka brief introduction ya uria guokirwo uria guokirwo haria na uria kwahanikire na kuria igwiretwo ni njuda cokire kuigwirira hau Karo ucio ni mam of course when we first born wa koretwo rutite wira ihinda rigana ate haria Asana Nyeri ere ndire hanini like okay I'm not good in Kikuyu okay whichever language ndabirie February mwisho-ini hau ona kware February mwisho bio tudahirwo mushara nuthu February na March ngeheo March na April no yo March ndo nililipwa so ilikuwa like 2 months and a quarter 2 months and quarter yeah nete kuhandikire ilikuwa on Monday masaa mchana riu ramenya stalls uria cihana maduka macio makoragwo zina exhibition sasa mteja aliingia alikuwa amevaa t-shirt ya alikuwa sikumbuki si yende alikuwa ndaka t-shirt ya yellow mimi nilikuwa shop number 7 na mwenzangu tulikuwa tumengedhanira saa akaingia ka select t-shirt akamwambia price so huyu akabagain ilikuwa around 12 noon sasa kubagain akaambiwa yezi katoka less than 1000 akasema kona only 700 and kama nezaonyesha M-Pesa aende aka withdraw na huyo mtu alikuwa na bag ya shule sasa walikuwa wawili though huyo mwingine alikuwa na wasiwasi hakuwa na ile courage ya kuongea si akaelezwa kwenye M-Pesa ziko
Instead ya kwenda yenye iko mbele, alidecide ende yenye mpesa yenye iko nyuma kwa kasakati kakona kuanga hapo hivi. Sasa venye alienda kaacha bag, akasema aachiwe bag hapo aende arudi. Venye aliacha bag less than a second, juu alitoka akioperate simu. Mimi nilifeel kitu kama earthquake. Nilisi kama shock, niliona kama niko electrocuted. Yani vitu ilifanyika so fast, kidogo nikaona moto na nikasikia nduru. Sasa ndio friend yangu kumbe hiyo bag yenye aliacha ndio ilikuwa na bomb. Mimi venye niliona hivyo nilikuwa nimewaza nirudi ndani, nijifiche huko ndani, maybe moto itanifikia. But nikiwa mtoto venye tu wazazi huongea na watoto wao. Mom alikuwa anatuambia, anatufunza jinsi ya kujitoa kwa ugwati. Sasa in case of anything ukakuta uko in a situation unahitaji kujisave, akatupea example na moto. Ukakuwa uko kwa nyumba na inaungua, ujue first watu wenye wako nje wataweza kuingia wakufikie. So wewe ndio unastahili ungangane uende kwa exit mahali popote kwenye kuna exit. Sasa mimi nilikumbuka hivyo. Nikaanza kucrawl nikitoka nje. Alafu sikuwa najua nimevunjika mguu. Sasa nilikuwa najaribu na ile station ya unaamka unaanguka. Sasa nilikuwa nangangana hivyo juu najua bado nimepanic. Sasa nilikuwa nangangana njia zote nitoke. Nika-crawl nikatoka nje hiyo building. Na usisahau bado kuna waka ndani na bado si unaona vile Mungu hivi mkono ili nilichomwa na nywele juu. Nywele yenye nilikuwa nimesuka. Butu onyesha mikono. Sinaona venye inakaa ni kuungua. Sasa jia kucrawl hivi na moto imeshika nywele. Sasa ilikuwa ina melt kinimwagikia kwa mkono. Sasa venye nilitoka nje kuna hii alama hii. Juu tulikuwa tunauza handbag. Kuna handbag ilikuwa imehanga hapa. Kuna picha nimepigwa kama hiyo handbag imehanga hapa. Nitakuonyesha. Sasa ndio tukatolewa nje. Venye nifika kwa mlango kuna mtu alinichukua juu nilikuwa mzito angeza kunibeba. Akanivutia chini akaniweka hapo kando ya kuna bank ilikuwa opposite ilikuwa kando yetu. Pale sasa Moi Avenue. Hapo Moi Avenue. Building ilikuwa inaitwaje? Asanads building ilikuwa karibu na Mount Kenya University. Sasa akaniweka hapo. Nakumbuka kuna mtu alipita hapo alikuwa amevaa trouser ya grey. Jini nilikuwa na uchungu nilimlilia nikamwambia akisi uniokoe tu unichukue unipeleke hospitali uniokoe. Sijui venye aliona ama venye nilikuwa na kama nilimuogofia. Jili alichomoka kama ameenda mbio. Nilililia msaada kwa watu watatu lakini hakuna mtu mwenye alikuwa willing. Sasa ndio gari ya patrol wakati ndio Kibaki alikuwa ametoa gari ya kupatrol ya kucheck security venye inaendelea kwa kila nini. Wakati huo kulikuwa na counties ilikuwa cities ama I think ilikuwa counties. Sijika ilikuwa 2012 tulikuwa tunaingia. Tulikuwa bado tumechagua. Ilikuwa hizo ilikuwa county. Sunday alikuwa ametoa hizo pickups. Sasa hiyo pickup ya polisi ndio ilitubeba. Josephine aliyeko on my right kama amelala. Mimi naye nikakaishwa chini. Jili nilikuwa nimevunjika mguu sana. Sasa hii pickups unajua inakuanga na hii kiti ya taya. Hapo ndio nilisupport mguu yangu nayo. Tukapelekwa mpaka Kenyatta. Nikifika Kenyatta sasa sikuwa najua kwa tunapelekwa lakini nilikuwa nasikia napelekwa huku natolewa huku narudishwa huku napelekwa huku narudishwa huku. Hapana na hiyo stretcher sasa. Sasa unapelekwa huku kirudishwa huku. Sasa I think zilikuwa hizo tests. Ndio nikaenda Burns unit. Sasa wakiongojea ni family member mwenye atakuja sign niende theater. Ndio mama alihappen akakuja akaniona tukaongea. Mama alijuaje? Ni maundu maria ndageri ni marito tondu wakati hiyo mkasa iliingia nilikuwa na watch kwa TV na nikaona breaking news nikaanza nikawa ulijua mtoto wako anafanya nyumba gani? Yes, but wakati breaking news ilikuja nikawa interested kujua ni wapi. Nikiwa na concentrate na TV nikitaka kuangalia. Actually naona mpaka nyumba ndio hiyo.
kuna nini exhibition ilikuwa hapo inaitwa Sasa, naona hiyo kibao ya Sasa ikipeperushwa hivi na upepo. But roho yangu haijaamini ni kwa kina Karo. So kuna mahali ilifika nikaona mtu amebebwa kama ameugua sana. Nikitaka kuconcentrate kama nikiconcentrate kuangalia kama ni Karo. In fact fenye nilikuwa naangalia sijui vile Mungu alikuja na njia zake, DSTV kakatwa. Haijalipwa. So kikawa nikimshere sasa, siwezi ni waves tu kwa TV, si kuelewa ni nini. Neighbor wangu alikuwa anaitwa Mama Victor ndiye aliniita. Cause aliona Karo kabisa na akaelewa. But my boss mwenye alikuwa ananiandika wakati huo alikuwa anaitwa Jina. Alinipigia simu akaniuliza, mumeongea na Karo? Nikamwambia okay, before hii breaking news ikuje, tulikuwa tumezoeana na Karo juu hatukuwa tunaishi na wao. Penye walikuwa naishi na watoto na mimi niko sehemu nyingine kwa kazi. Kuna wakati mwingine alikuwa ameatakiwa tu na wakora akanyang'anywa simu. So nikawa na uoga ya kwamba ninataka tu communicate na Karo kiasi ya kujua ako safe. So kuna venye nilikuwa ninamwambia ukifika kwa job bora ufike tu safe, ubakishe tu please call me moja tu unitumie nijue uko safe. Hiyo ilikuwa communication yangu na yeye. Akitoka kwa kazi afike nyumbani anitumie please call me. Hiyo ndio ilikuwa sheria yangu na yeye mpaka wakati nitaenda kuwatembelea. Kwa hivyo hiyo siku hiyo Monday badala anitumie please call me alinitumia message. Hii message alinitumia, Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akupatie nguvu. Sasa na tafsiri vile ilikuwa imeandikwa na Kizungu. So nikawa interested kujua hii message imenitouch sana. Na mimi sitamlipia message, washa nimpigie. In the next 20 minutes kumpigia alikuwa mteja. So wakati breaking news ilikuja sikujua akili yangu haikuingia ni Karo ama ni kwenye anafanya kazi ama ni nini imefanyika. Nilitaka tu kujua Karo ako safe na akili yangu ili register kwamba Karo ako safe. Hata nilipoitwa na rafiki yangu akaniuliza kuna kitu umeona, kumbe ameona ni mtoto wangu amebebwa akiwa hali mbaya, lakini mimi sikuweka akili yangu ni Karo. So huyu rafiki yangu aliponiambia akaanza kunipigia simu, hiyo boss yangu akaniuliza umeongea na Karo? Nikamwambia alinitumia message lakini for now ni mteja. So alishida kila dakika, ongea na Karo, umeongea naye mpaka nikasikia na tense. Nikamuuliza ashaona ni Karo, so kwanza kama unajua kabla kubreakia news. Bas. So nikamuuliza kwa nini una insist kuniuliza hivyo? Akaniambia ni juu nasikia town kumebomiwa. Na vile kumebomiwa ni vizuri ujue kwenye Karo alikuwa. Nikamuuliza kwani umesikia kumebomiwa wapi? Akaniambia ni River Road. Nikamwambia basi kama ni River Road, Karo hafanyagi River Road, anafanya Moi Avenue. Akaniambia ni vizuri mtafute juu watu hutembea. Nikamuuliza wewe ni nani amekuambia? Akaniambia mwenye alimwambia. Nikawa niko na namba ya huyo mwenye alimwambia. So nikapigia huyo anaitwa Adro, nikampigia Adro, nikamuuliza ni wapi kumebomiwa? Akaniambia ni town. Nikamuuliza town upande gani? Akaniambia Moi Avenue. So nikaanza akili yako ikaanza sasa kukuja Karo anafanya Moi Avenue. Lakini nikiimagine ile hali yenye tulikuwa tumepitia 27 28 ile vita yenye post election vile niliokoa watoto wangu, sikuwa naona kama Mungu anaweza niashiria tena tupatwe na hii tena. Juu nakumbuka tukiwa Eldoret waliteseka sana, hata wakati barabara ilifunguliwa na wanajeshi nilirusha watoto kwa lori wakiwa peke yao bila mzazi kuokoa tu watoto kwenye tu wataenda wajikute safe. Na sasa hiyo ndio kametoka kumaliza class 8. Karo amemaliza class 8, ako na wadogo wake mpaka wa nursery school. Nimewarusha kwa lori ile, unaelewa hali yenye mzazi anafeel. So ile hali na ile uoga yenye waliwekwa na ile vita, sikudhani Mungu tena atakuja aniashirie kiasi yenye nitapatwa na jambo lingine juu hata saa hiyo hawakuwa wamehil. Roho zao walikuwa tu na ile uoga ya vita. Juu nakumbuka hata katoto kadogo kalikuwa kaniuza, "Mam,
si ni Wakikuyu wanashomewa? Namwambia ni Wakikuyu. Kwa nini ulikubali tuzaliwe Wakikuyu? So mtoto wako sasa, my son ndiye alikuwa mdogo. Sasa ilikuwa kazi gumu kuwaeleza tulizaliwa Wakikuyu kwa sababu ya ama ukiwa mzazi ni vigumu kumweleza. So huko unafikiria Mungu anaweza kukufikishia kwa kitu kingine inakaribiana na hiyo? Yes. So huyu ni Karo, umeambiwa amepelekwa Kenyatta. Hajapeleka hiyo, sijaelewa. Sasa ndio nimetuma Adro, enda uconfirm ni building gani uniambie. Akaniuliza ako wapi, nikamweleza hiyo building iko karibu na Mount Kenya University, next ni hiyo building inaitwa Asanat. Hebu kibia hapo kama ako safe uniokolee, umwambie akishe simu ama umpe simu yako tuongee na yeye. So alipofika hapo sijui hata yeye ni shock kama ni maarifa hakukosa alikosa ya kutumia. Juu alinipigia tu akitetemeka, mama Karo, niko hapa, hata ni hapa kwa kina Karo kumebomiwa, moto inawaka kubwa sana, hakuna mtu hako hapa, ni karibu kila mtu ameshomeka. Mimi nilikuwa nimesimama, miguu ikapata spring. Nilitetemeka, nikatetemeka mpaka ninafinyiria miguu chini kanyage na shida. Sijawahi kanyaga Kenyatta, sijui Nairobi vizuri. Juu nilipoingia Nairobi kazi yangu ilikuwa ni kufanya kazi yangu kwenye nilikuwa nafanya Imara Daima. Na kwenda starehe kuangalia watoto wangu. Kwa hivyo nikapigia huyu bosi yangu nikamwambia ni kwa kina Karo kumebomiwa na wamepelekwa Kenyatta. Na mimi sijui Kenyatta ni wapi. Akaniambia juu yako upande wa Ngong Road. Atokee huko. Alikuwa Karen, nitokee huko na mimi niingie gari Mombasa Road tupatane Nyayo Stadium. So mimi niliposhuka Nyayo Stadium, mimi nilijua gari zote juu town kumebomiwa, gari zote zinaenda Kenyatta, zinapeleka watu Kenyatta. yote tu. Badala nimgoje, niliona amekabia, nikaingia matatu. Na yeye ako na Subaru inaenda bio, lakini mimi niliona hiyo yake haina bio kama matatu. Na nikajua juu kumebomiwa town, gari zote zinaenda Kenyatta. Mimi nikaingia gari, sijui kwenye inanipeleka juu mimi najua inaenda Kenyatta. Na nikalipa. Sasa yeye amefika Nyayo Stadium, amenikosa. Akanipigia uko wapi? Nikamwambia kwa gari. Uliza conductor unaenda wapi? Kamuuliza hii gari ni ya wapi? Ananiambia Bomas, lakini mimi nasikia Bamas. Namwambia labda inaenda Bamas. Bamas ni wapi? Bama kwenyewe hiyo Bamas. Sasa Bamas. Nilipoteza akili yote. Mtu kurukwa na kishwa, watu wenye urukwa na kishwa, ama uone mtu amegongwa na gari, watu wawashe kulaumu watu juu mimi nilipagawa hivyo. Juu ilifika mahali hata ilibidi ashukue simu aongee na conductor mwenyewe. Ndio amuelezee. Sasa hiyo nimepita. Isha haribika, mimi najua gari zote ni za Kenyatta. Ni sasa hiyo nisapitishwa hata Wilson Airport, tumepita Lang'ata ndio gari lisimamishwa. Kusimamishwa nayo akawa amekibia sana, akawa amekuja na akaona gari penye imesimamishwa. Conductor ameasha hakuruhusiwa kuniashiria. Na Mungu awabariki juu anitekia care. Mpaka aliponiona. So ilibidi azunguke aende ile pande nyingine ya barabara na mimi niko hii side. So wakati nilimuona do you know nilikuwa nakibia kwa barabara mpaka kiatu imekatika, ninalia, machozi imejaa, uso imekuwa wet. Ungeniona nilikuwa kama mwenda wa simu. Sijui niko kwa barabara, sijui gari uondokewa. Sijui vile Mungu alinikiga. Mpaka nikajikuta ile barabara nyingine, akanishukua sasa tena nikurudi nyuma, Bagadhiwe mpaka Kenyatta. So tulipofika Kenyatta, tukapata daktari mwenye anakuja kutuongelesha kwanza, counseling. Alipokuja akaanza, wapi familia ya Karo? Sasa nilipata wamama wengi wamefika huko, marafiki zangu wenye walitangulia kufika. Nikamwambia ni mimi. Aliponiona, Karo hata si mbaya, ako sawa. Nikajua huyu ni kunidanganya. Sababu wakati mtu alikupigia alishakuambia watu wote wameugua. Na sasa huyu ananiambia Karo ako sawa. Nikajua Karo amekufa ni kunidanganya. Nikamwambia washa kunidanganya. Kama ako tuambie yako. Kama hayuko utuambie hayuko. Kama haongei utuambie haongei. So huyo mama hiyo alikuwa daktari wa mama. Anaitwa Dr. Kahoro. Akakuja. Akaniambia ukweli Karo wako. So nilipelekwa kwake. Nilipopelekwa kwake
nikapata mtoto wangu ameugua huku kwote, ni damu inamwagika ikigia kwa macho ikigia wapi. Yani ameugua na amekatakatwa na glasses kwa ile mlipuko. Na amewekewa oxygen na anatetemeka juu ya ile ushugu yenye alikuwa nayo. Bahati mzuri alikuwa anaogea. Sasa niliandikishwa, nikasahihishwa makaratasi za kwenda theater nini nikamaliza mambo yote. Sasa tulipomalizana na wao akanipeleka hapo akaniambia sasa huyu ndiye Karo. Kuangalia Karo natafuta sura yake sioni juu ameturn black, kila mahali kwenye ameshomeka ni black. Bahati mzuri alikuwa naogea. Ndio aliposikia nikiogea akasema, "Hey mam, nimekumbuka kuna mtu alikuja akatuashia bag na hiyo bag ndio ililipuka." Kwa hivyo nilipomuona hivi tu nilijishikilia. Kuna jambo nilijifunza, ukipata mtu ako kwa shida usimuongezee shida ingine kwa kulia. Kwa hivyo nilijikasa si kulia na si kupiga duru vile wa mama wamezoea, lakini nilishindwa kustahimili. Nikaongea madaktari nikawaambia na waniruhusu tu huyu mama ambaye ni rafiki yangu anaitwa Jina aigie aongee na yeye on my behalf, na wakaniruhusu. Lakini nilipotoka nje, kutoka nje kufika nje kutoa zile viatu za kukafa viatu, nilienda kuinama kuzitoa, niliona dunia imegeuka. Mawingu imeenda chini. Mimi sijui, lakini chini niliona ni mawingu, niko bali, nilikuwa napiga duru mpaka inaniharibu masikio mimi mwenyewe juu ya ile uoga. Na kuanzia hapo sasa mama wakanipea nguvu, tukaweza kupata nguvu. Karo akipelekwa theater tukamsubiri hapo na mwenzake huyo msichana alikuwa anaitwa Josephine, na rest in peace, Mungu apumzishe roho yake, sababu hakumake. Yule walikuwa wanafanya naye kazi? Hakumake. Na kuna mzee mwingine pia naye pia apumzike pema. Lakini Karo alisurvive. Karo sasa ndio tulisign kwenda theater na ameenda theater. Kwa hivyo wengine wakakufa yeye akasurvive, lakini kiwango cha kuchomeka kilikuwa how many percent? 78% out of 100. Yes. So what next? Tulikaa from saa 9 mchana mpaka saa 5 ya usiku tukisubiri atoke theater. Ndio akikuja akaletwa na mashini mingi, tukaambiwa hata make peke yake lazima akuwe awekwe kwa supporting machine. Akazingirwa na mashini nyingi sana, akapelekwa ICU. Sasa kuanzia hapo ndio tena safari nyingine ya pili nimeanza kutoka kwa post election virus. Yes. Kitu watu hawajui wenye wana watch, nimekuwa kwa katikati ya hii safari. And I think by then nilikuwa college. Yes. Miaka mingi sana. Ni miaka mingi. Since 2012. So butu jue hata kwenye tuliingilia na tukaform committee na tukaenda kupeleka barua, sijui kama kuna ofisi ya tu kuingia. Tumetembea ofisi nyingi sana hii Nairobi. Na okay, ni vizuri watu waelewe. Hata kama kuna wakora, kuna watu pia genuine. Juu hii sura yenye wanaona saa hii imetembea kwa maofisi mingi sana ikitafuta msaada, usaidizi kusudi mtoto wangu aweze kufaulu kwenda India. Manake alisurvive ICU, na kutoka ICU alikaa Kenyatta, kutoka mwezi wa 5 alikuwa na discharge tukielekea December. Miezi 6. Ilikuwa some few days to Christmas. Miezi 6 Kenyatta. Hiyo duration yote. So ICU out ICU 2 weeks, alafu Burns unit 2 months. Hizi ward zingine juu pia alikuwa amefujika, ameugua mguu na ameugua miguu na amefujika mguu mmoja, na the same time hauna nyama juu umeshomeka. Hiyo safari yote ni struggle, mkakuja mkaigiria kunisupport. So wakati alidischargewa, Juni mlipata amedischargewa, nikaona the way ana struggle kwa nyumba na ile ushugu wenye anapitia. Manake mguu ilipata, mfupa ilipata
infection. I wish tuko na picha, nafikiri tutazipata. Utazipata Jerisi unajua kwenye ziko? Haya, acha simu nikushikie so that tuonyeshwe hizo picha. Ndio tukikuonyesha vile mguu inakaa saa hizi, vile si wajue kwenye imetoka. Yes. So wakati una watch hizi video anaweza share. Yes. Kama uko Facebook unaona hii video share. Kama uko YouTube tafuta Farodhi Wadhayo TV, share hiyo link. At least pia tuone venye Mungu huwa anafanya. Yes. So venye Mungu anatoa watu wake. So wakati ulikuja tukizunguka kwa makampuni, kwa wakubwa, maofisi, sijui ni wapi, na Mungu akubariki. Hakuna ofisi hatukuingia industrial area. Yes. Mimi nikiwa mmoja. Hizo makampuni karibu zote za industrial area. BAT, tuko tunajua kama sigara ama nini, bora tu tupate usaidizi. Tumetembea. Tumetembea jeri zile zenye ziko nyingi pamoja kwa mfuko, pia zingine ziko hapo. Nafikiri pia hizi tutazitumia. Kuna picha zingine hapa. Hata za karatasi. Although pia unaweza zipea Karo, achagulie pale pole. Kwa hivyo hiyo Sam ni scary sasa. Sam ni scary, kwa hivyo viewer discretion. Na watch pia. Kuna picha zingine hapa si nzuri, mtatuia radhi tafadhali. Na itabidi tu waelewe ndio wakiona. Toa hata hiyo baya sana yenye unadhani ni mbaya. Nataka kuanzia mwanzo ile chuma. Na hiyo ya nini? Hiyo nyemeasha. Nazipanda. So ile hali yenye tulikuwa tunahangaika hivyo, nilikuwa nahangaika nikiwa na matumaini. Juu kuna wakati Karo aliumwa akaumwa usiku mzima, nikajiuliza nikiwa mzazi ni nini naweza pea huyu mtoto ya maana sana aone maana ya kuitwa mzazi. Akili yangu na sijui kwenye ilitoka, si kushare na yeyote. Ni sauti tu nilisikia ikiniambia huyu mtoto nitampeleka India. Na sasa hiyo nampeleka India, sina hata fare ya kunipeleka town. Lakini nimepata faith. Karo atatibiwa India na atapona. So alipokuwa anaumia nikamwambia Karo hutalia tena na kupeleka India. Na in fact kuanzia hapo hata yeye faith yenye alipata alijua kumbe mama ako na uwezo wa kunipeleka India. In fact ndio nilianza kushughulika, ndio ulikuja tukiform committee ukawa one of the committee. Na wale wote wenye walijitolea Mungu awabariki. Na changamoto nyingi nimekuwa nikipitia kwa sababu ya Karo. Mpaka wazee wakubwa kama baba yangu. Mtu ajifanya ni chairman wa committee na niita tupage mambo yetu kado na committee kubwa yako na nia shafu ya kunirepo. Nimepitia changamoto nyingi sana. Ukitafuta usaidizi. Nikitafuta usaidizi. Na je, umeingia katika ofisi za serikali kutafuta usaidizi kwa sababu ni kesi ya serikali? Yes. Kwa sababu ilikuwa terrorist. Niliingia mpaka ile niliingia hata ile ya Estamurugi ilikuwa inaitwa Foundation ama ofisi yake alikuwa ministry wa disaster. Ilikuwa inaitwaje hiyo ofisi? Ilikuwa inaitwaje? Wewe tuendelee tu. Ya Estamurugi kama mnaweza kumbuka wakati wa Kibaki. Na kitu walinipatia 1,100 peke yake. Na sasa hiyo nilikuwa na nganga. Unahitaji pesa ngapi kwa wakati huo? Wakati huo nilikuwa nahitaji 3.5. 3.5 million. Kwenda India. Juu hii sura yenye unaona haikuwa hivi, ilikuwa imeharibika. In fact ukiangalia hiyo sura yake nipe picha moja ya uso. Hii sura yake ilikuwa inakaa hivi kama unaweza ona. Na masikio. Nibi tutaenda tukionyeshana hizi picha pole pole. Kuna hiyo picha. Sijui kama hizi kamera zangu ziko na mwangaza mingi. Kuna kaka mchanga. Sikaribie mwangaza kwa sababu kipindi mwangaza hatutaona. Acha nione. Good. Alikuwa anakaa hivyo. Yes. Hivyo kama unaweza ona, utaona hiyo ndio picha yake. Hebu karibia ndio niweza pia hebu tafuta ile. Ilikuwa inakaa hivyo. Haya. Ilikuwa inakaa watu wa Facebook. Hiyo ni masikio ilifura ikakaa hiyo style. Haya masikio ndio hiyo. Sasa hiyo ni bado hatujaenda India. Alikuwa mbaya. Jari picha ni nyingi. Haya shika nionyesha juu ya kamera. Nionyesha hapa. Na hiyo nimetushaona nyingine. Ya miguu sasa. Hizo ni masikio. Kidogo. Shika hiyo. Masikio pia iko hivyo.
Haya, ingine? Hii time yote hatujaenda India. Tunataka sasa usaidizi mkiwa Kenya. Sasa Ndio aweze akatibiwe sikio. Kado na hiyo kuna mguu. Kuna mguu ndio sasa wakati tulikuwa tumeform committee na tukiwa tumeform committee kuna wakati alilemewa na alidischargewa Kenyatta akiwa hivi. Huu ni mguu. Mguu umeshomeka. Mguu umeshomeka na umefujika. Sasa akitoka Kenyatta alitoka hapo hivyo. Na naweza kuonyesha mfupa. Hebu nikuonyeshe, hii ni mfupa. Hii white unaona hapa hivi, hii yote ni mfupa. Hiyo ni mfupa ilikuwa nje. Okay. Na hiyo mfupa ujue bone marrow ilikuwa inamwagika. Kama imekuwa affected kabisa. Na tukiendelea na hiyo committee, tukiendelea kutafuta pesa, kuna wakati aliamuka. Ndio maana kwangu hutapata meza. Mimi sipendi meza sababu aliamuka akipita akagongwa na meza kwa kona ya meza na mguu ikafura hivyo. Sasa hapa bado tujaenda India. Mguu kufura hivyo nikamkibisha nikifikiria tunakibia hapo Guru Nanak kupata usaidizi. Alienda kama amepelekwa theater. Ikafanyiwa kitu inaitwa surgical toilet. Juu ilipata internal bleeding. Okay. Ndio hiyo. So tena ni kuanza kufight na vinoda. Hizo ni vinoda sasa za tukiwa Guru Nanak. Wakati tunaendelea tu na hiyo matibabu ya tukitafuta pesa ya kwenda Kenya, ya kwenda India. But akiwa Kenyatta wakati alikuwa amelemewa sana, alikuwa ana survive na hii shuma. Hii ni shuma ya Kenyatta. Tuliitanga Elio. Tulizoea kuiita Elio. Na ukiangalia hiyo miguu inakuonyesha miguu yote mbili. Hii miguu ya Karudi shomekea kuanzia huku kwa hips kurudi chini. Haya, ikawa imeleta shida sana, infection ilipomshika, ikakula nyama akabaki mfupa tupu. Hiyo ni mfupa. Chukua hivi. Ni mfupa. Unaona hiyo mfupa? Na unaona penye ilikuwa imefujikia. Sawa. Hii ni ya Kenyatta. Sawa. Haya. Hii ilipo shidikana ikawa shida, alifanyiwa grafting. Kufanyiwa grafting ndio tufunike hii mfupa. Ndio hiyo mfupa ifunikwe. Ikawa imeleta shida, akawekwa kwa vacuum. I think unaona pipe iko hapo. Inasaa kushafu kwa mfupa ikipeleka kwa. So hii vita yote tunapigana, tunatafuta pesa na by hapo ni sawa. Kwanza tuende nje ya picha sasa. So tulipokuwa tunang'ang'ana, nimepitia a lot of challenges kupata hizi pesa. Na zikitakana 3.5 hazikupatikana zote. Manake tulijaribu kufanya fundraising, katupea 900,000. Na kumbuka nikipledge na nilikuwa mwanafunzi. Yes. Na vita yenye umepigana mkiwa wengi mkatusaidia. Ilifika wakati nakumbuka kuna watu wakati mlitengeneza tent. Yes. Watu wanaenda na picha za Karo. Till today. Mpaka saa hizi hata hizo picha nitakuonyesha, kuna watu wanazunguka nazo. Hata saa hizi sijui wanamuita Caroline nani waliseji tu wanamuita Wanjiro Kamau. Wanakulia hizo picha mpaka saa hizi wakisema ni cousins. Na hao ni wakora waju, watu wengi walishukua hizi picha zikawavutia kujitafutia pesa nazo. Hata saa hizi kuna wenye wanazunguka na hizo picha wakitafuta pesa. Na yeyote ameona hizo picha zikizunguka kuanzia 2013. Imeandikwa Caroline Wanjiro. Bomb blast victim. Si mimi, hao ni wakora. Na hiyo ni kitu ningependa hata Kenya mzima wajue hivyo, si mimi. Ni wakora. Na kumbuka kuna watu walikula pesa. Till today. Jina ya Karo. Yes. Watu wengi sana wamejitajirisha kwa jina la Karo. Wacha tujue status ya mguu kabla tuendelee. Status ya mguu venye iko. Okay, leta hizo picha za India. I remember there is a procedure. Mmeenda India sasa. Yes. After India? Tulifaulu tukapata pesa. Na kwa hizo makompundi zote tulizunguka, Ditidobi ndio walitupea only 50,000. Hao wengine hakuna. Waliniita mkora, wakasema ni ukora, natafuta pesa na mgojwa. So siku maidi juu Mungu ndiye anajua hali ya mtu yenyewe filiana file yako. So tulipoenda India, hii mguu yenye ilikuwa na shida ilitengenezwa. Akatolewa ile mfupa yenye ilikuwa shida, akawekewa hii chuma.
Nimeiona. Unaiona? Na tukarudi Kenya nayo. Na baadaye akakuja tukakaa, juu ilikuwa itolewa after 6 months. Na juu ilikuwa inahitajika 3.5 na hatukuweza kuzipata, nilienda na 2.3. Ndio nilienda nayo, at least nikatafuta hospitali ship. Yenye alienda kusaidikia huko. Juu niliona tukiendelea na hii yenye walikuwa nataka 3.5. Tungeendelea kukaa na mtoto wangu anaendelea hospitali chip. Yes. Akatibiwa. Yes. Utarudi na yeye? Yes. Nilikaa only 2 months. Huko India. 2 months India. Tukarudi hapa. Back to Kenya. Kurudi Kenya. Sikuwa na uwezo mkubwa wa pesa. Amerudi na chumba yote. Yote hii chuma alirudi nayo Kenya. Amerudi nayo. Yes. Aliporudi na masikio sasa lazima atatolewa. Yes. Na hiyo masikio sasa imetengenezwa, amerudi mzuri kagosi at least. Sasa tulipo ile kichuma sana imefura. Hii haita nini? Tunataka kitu yenye inaonekana. Kwa hivyo tuliporudi ni kufight tena fenye nitapata pesa tena afanye nini? Arudi India. Tulipoongea na daktari wake akaniambia haedi ku take time, juu ni kwenda tu kutolewa, ita take maybe 3 weeks. Na hivyo sasa kulingana na pesa yenye nilikuwa nimebakisha, nikaona hiyo 3 weeks nikampea kulingana na ile pesa yenye nilikuwa nayo, na nikajua itatosha na kumsaidia. But aliporudi ikawa ameshikwa na infection kwa mguu. Haya, wakati huo ako na hiyo shida ya hiyo mguu na hiyo infection. Akarudi India. Daktari kumwangalia akaniambia hiyo infection lazima aitibu pole pole. Na hiyo kuitibu pole pole ikawa ita take time. Si vile 3 weeks yenye alikuwa ameniambia. Kwa hivyo ikawa pesa lazima ziongezeke na sina. Na sasa hiyo nimeona waende na dada yake na mimi nibaki nikistruggle hapa, nikipata pesa kidogo nafanya nini? Na wa support na pia niweze kusupport wenye nimebaki na wao. Kwa hivyo walipoenda daktari akasema matibabu lazima iongezwe na lazima take time. Na karo ikawa watachukua muda huko. That is 2015. 2015. After sasa bomb last ilikuwa 2012. Sasa ni 2015. 2012 alikaa tuseme yote Kenyatta, juu alidischarge almost December. Tukakaa 2013 ndio ulikuwa mnani support kutafuta pesa. Hiyo 2013 yote tulikuwa tunatafuta pesa, ndio mwisho wa 2014 hapo katikati ndio nilifaulu kupata 2.3. Nika decide hizo zenye nimepata ndio nitampeleka nazo. Kwa hivyo tulienda 2014 India nikiwa na yeye. Sasa mimi ndio nilimpeleka. Na juu ile hospitali yenye alikuwa ameitwa ilikuwa Beikali, ilikuwa Apollo Hospital. Hatukwenda Apollo. Tulienda naikumbuka. Yes, tulienda tuka board kwa hoteli kwanza. Tukawa tunatafuta mahospitali tukiwa kwa hoteli. Na tukaweza kufaulu kupata hospitali mzuri inaitwa Palek. Sijui ungeniletea hizo files. Ni vizuri mtu akioge. Kwa hivyo tulipoenda Palek ndio alianza. Ziko. Muhimu mwenye anatazama. Yes. Wacha tuletewe hizo files. Ndio mtu aweze kuona. So endelea. So tulipoingia huko ndio tukakaa chini na tukanegotiate na daktari tukaelewana fenye atamtibu na treatment ya karo ikaanza hapo. Kwa hivyo tuliporudi hiyo 2014 December tulikaa tukaingia 2015 mwezi wa 9 ndio wakarudi na dada yake. Tukidhani ni treatment tu kidogo juu ile pesa yenye nilikuwa nimepata ni ya kutosha tu hiyo matibabu na air ticket. Ikawa sasa itaongezeka. Sasa sina pesa, watoto wangu wamekwama. Sasa vile walikwama tena hakuna ofisi yenye kuingia hata hii ya serikali. Na ndio hata na shida wa serikali ya Kenya ni ya nini? Juu serikali ya Kenya haijui maskini. Haijui maskini. Actually hata Karo anaweza kuambia tulikuwa tunaenda hospitali, tumepaga laini watu wako na miti wanatembea. Siku moja akafu kuongea na mgonjwa mmoja, unaweza mkumbuka? Huyo ni alikuwa victim wa Westgate. Huyo wa Westgate anagharamiwa kila kitu mpaka fare na serikali. Na sisi juu hii ya hawa sielewi ni bona, lakini ukiangalia Westgate na uangalia hawa ni ya maskini.
Wale matajiri wanaangaliwa vizuri kutuliko. So nikaona serikali ya Kenya iko na hii Kenya yetu si ya maskini. Fadhali kusema ukweli. Si ya maskini. Kama wewe haujiwezi, wewe serikali haikutambui. Kwa sababu nakumbuka vile tulishughulika na vile tulistruggle na hii issue about terrorism. Hiyo ihusiane na mtu. Haihusiani na mtu binafsi, ni ya serikali. Na sisi kama mzazi na wengine wengi tunateseka kwa nyumba na wagonjwa kama hawa. Kama saizi nikikuonyesha madawa zenye mtoto anatumia amemaliza last week na zinatumia 8,000 and above na ni ya mwezi, hiyo ni ya mwezi mzima na ni lazima aimeze kwa muda wa mwaka mara 2. Na anaimeza kwa nini? Juu zile mashupa ziliingia kwa mwili kukilipuka, kuna ushafu iliingia ndani ya mwili, si zote zilitoka. Nyingi zilibaki. Na zinatoa sumu, tuseme kama ni crust zina last. So lazima atumie antibacteria za kukill hizo bakteria. Na hiyo si kazi ya serikali, ni kazi yangu. Na hiyo ni kazi yenye serikali ingekuwa inashughulika. Na kama kuna watu hawakuona, utawaonyesha nipe hizo nini zote, hizo nini file zote za Palek ya inaitwa Medlink, Largest Than, hizo nini zote, hizi ni gazeti. Liwahi kuwa kwa gazeti. Zote, sijui ni gazeti gani yenye hatuja kuwa Kenya. Kiangalia. Nionyeshe pole pole ndio tuone. Nataka kukufungulia page zenye yanaonekana vizuri. Shika hata wewe tafutaga. Hizi zote ni zake, ni za story yake. Kama hii ukiangalia, hii ni ichukue vizuri. Nataka kukushikia vizuri. Hii ni kiangalia, ni yeye. Alikuwa msichana mdogo sana. 21 of age. Huyu sasa huyu. Okay. Karo na point penye unaona penye. Unaweza ni pointia ndio tu. Hii pia nayo ni star. Muonyeshe hiyo picha yako. Kidogo. Haya. Umeshika? Point. Ndio hiyo. Sawa. Hiyo ni story yake. Tulikuwa kwa hospitali. Sasa tumeenda hospitali na ameweka huku watazitengeneza baadaye. Tuendelee na mambo zingine. Hizi tusubue mambo ya kunini ya kutengeneza. Sasa tulipoenda India tukaanza kusumbukana vile tutafanya. Ndio ikafaulu, tukapata hospitali ya kwanza. Na hiyo hospitali ya kwanza, hii kwanza tulikuwa tumepata tukiwa hapa Kenya. Ilikuwa inaitwa Largest Than. Hii Largest Than nilitumwa kwa hii hospitali na huyu mzee alikuwa anaitwa Doshi. Uga House, Westland. Alini connect na hii hospitali akiwa hapa juu kidogo. So Largest Than ndiye aliweza kutibiwa, kutolewa hizo mashuma, akatolewa, akashepiwa masikio. Ilikuwa ya upande wa gozi. Na hivyo sasa tulipomaliziwa hii tukarudi tena kwa hoteli kutafuta ya mifupa. Sasa hii ndio tulienda ya mifupa. Inaitwa Palek. Chukua juu kidogo. Hii Palek ndio alienda akatengenezewa hii mifupa na akawekwa shuma ingine. But kabla tujaingia ile Largest Than, Guru Nanak walipoona mguu haiponi, kuna ripoti walitoa wakasema Karo anakosa kupona juu ako na kansa. Kwa hivyo tulipoenda kule Largest Than, walitutuma huku. Tukaenda tulienda hospitali inaitwa Medlink. Jeri hujatoa hiyo file iko. Sasa hiyo Medlink tulipoenda wakatafuta kansa wakakosa. Walipokosa kansa tukarudishwa sasa. Tukarudi sasa huku ndio akatengenezwa gozi. Ndio tukatoka huko tukaenda kwa hoteli tukatafuta hospitali tukaenda hii Palek ndio akatengenezwa mfupa. So ndio huko ndio alikuja na shuma. Na hizi ukiangalia hata hiyo naona ni Palek Hospital. Ukiangalia hapo juu. Na hii pia. Hii sasa ni round 2 aliporudi kutolewa ile shuma. Na alipotolewa hiyo shuma kuna barua yenye hata saizi inakaaga ikimuitisha. Ukiangalia hata hebu angalia kama ni hiyo. Inakaa ikimuitisha arudi akatengenezwe nini
akatolewe shuma ingine yenye iko kwa mguu. Sasa hiyo ndio penye kazi yenye tumebakisha. Ndio aende amalizie matibabu. Ndio at least apate ile final medical report ya kusema matibabu penye amefikia na kwenye ametibu. Aliwekwa chuma, sasa hivi tunapoongea ako na chuma. Ako na chuma. Na hiyo chuma hata x-ray nikikuonyesha pia. Juu pia ni ya x-ray. Ilikuwa iko hivi. Sijui kama utaweza utaionaje. Inaona lakini sio kabisa, lakini tunaiona. Ndio hiyo. Hii chuma ukiangalia. Hii chuma ukiangalia hapa ndio hii imeteremka mpaka chini. Okay. Hata ukiangalilia hapa unaona ni kama mkwanjo. Unaona kitu imejikuja hivi. Ndio hii imefika hapa. Na hii vile imejikuja hivi hata ukiguza mguu unaisikia. Utasikia hii chuma. Ondiko hiyo inakaa straight. Ndio imekaa straight mpaka hapa Okay, sawa. Na ukiangalia hizi vitu unaona kama tushimo utu. Hizi ni mawe, mashupa zenye ziko ndani ya mwili. Okay, sawa. Juu ukiwa kwa mkasa ya bomb kitu inalipuka unaigiwa na kitu yeyote tu. Okay. So hiyo ndio penye nimekuwa nikistruggle na Karo. Na sasa hizi kitu nahitaji tu hata garau nikipata 1.5 imetosha nimrudishe na atibiwe kwenye ameweza. Kwenye atolewe chuma. Atolewe hii chuma. Atengenezwe, leta hiyo report hata kama ni ya kitabu. Acha nikuonyeshe tu ya sahi ya kitabu juu amekuwa akituma kila mwaka. Acha tuone kama hapa iko. Hebu nipe hiyo ingine. Si. Hebu nipe file ingine jeni. Iko yenye ameitwa tena. Na venye ameitwa inahitajika akuwe amerudi. Akuwe amerudi. Hata angekuwa yani kila mwaka lazima waniite. Wamuite aende atolewe hii chuma. Kila mwaka hata saa hii ni vile sijatoa zingine ziko kwa email. Anahitajika kuwa ametolewa hizo chuma. Na hiyo karatasi tumeweka hapo Karo. Hiyo ya back to India. Yani nakwambia medical report juu karatasi ni kama bado iko kwa email. Iko kwa email? Kuna zenye ziko kwa bahasha ni vile ita take time kutolewa. Ningekuonyesha. Hiyo tuhumu. Iko kwa email kwa bahasha. Hii tuhumu ya 2015. Ndio hii. Kuna yenye iko printed. Hii ni Rajasthan. Rudisha. Kuna yenye iko. Hiyo report inasemaje? Inasema inaonyesha shida yenye ako nayo. Juu anasema ako na foot drop. Ako na shida ya nerves. Decobody, sijui decobody ni nini? Na nerve palsy. So anahitajika kurudi nini? Anytime, hata saa hii nikipata pesa narudi. Okay, kulingana na saa hizi ni milioni 2 lakini kulingana na mambo ya corona na nini nasema hata saa hizi, but ninajua kabisa India wako capable hata saa hii. Na niko okay, watu wasishangae nikisema India juu nasema India juu nilipata trust yao huko. Kenya ulikuwa umeambiwa hata cancer. Ni Kenya first of all Kenyatta niliambiwa ni sinus akatwe mguu. Nikakataa. Dhamira yangu ilikataa. Na hiyo mguu ndio anatumia sasa hivi kwenda. Ndio anatembea nayo. Nilipoambiwa akatwe mguu nikakataa. So hata ile matibabu ilikuwa ile matibabu ya madharau. Wacha tu niseme hivyo na sitaogopa kusema hivyo. Juu alikuwa anatibiwa, daktari wa mifupa alikuwa hata anakata mwezi bila kumuona. Ukweli ama uongo? Ilikuwa inabidi daktari mwenye ananiangalia skin ajaribu tena kunyosha. Unaona hiyo picha, hii picha. Hii yenye nimepiga kama mfupa iko nje. Ni daktari wa skin alikuja akakuta mguu inanuka na sijaoshwa na nilikuwa napelekwa theater kuoshwa theater kwa sababu ya pain. Lakini hakuna kitu imefanywa hapa. Ndio niweze kupiga hii picha, daktari wa skin alidecide kuniosha yeye mwenyewe. So, Karo, hebu turudi kwako. Mama amesema unahitaji pesa ngapi kwa sasa? Saa hizi ukipata mnaweza kwenda India. Mama Karo. Juu sasa hii mambo si mingi. Washa endelea na Karo nikuletee hiyo karatasi ni vizuri kunini karatasi.
So Karo, kutoka upate majeraha kutokana na bomb blast, what is the experience unaweza share sasa kutoka wakati huo mambo ilichange wewe kama msichana? Mambo ni mingi ili change cause first nilikuwa mtu wa kujifanyia mambo, si kwa itegemea mwanadamu ati nikae chini nifanyiwe. Niliishi kujifanyia mambo kivyangu. So hakuna venye ningeza kujifanyia but for now ninangangana hata kama si kama before. Second thing, siwezi nikaenda mahali penye kuna ile too much noise. Junika niliafektiwa eardrum. Hiyo kelele kubwa huwa nasikia uchungu kwa masikio. So hakuna wakati naweza kaa mahali penye kuna kelele zaidi. Alafu pia bado iliniharibia usichana wangu jili. Mimi ni mtu mwenye nataka nipendwe na ni settle. Sasa ilini demolish. How old were you by then? I was 21. 21. So ilini demolish. Hakuna venye ati mtu alikuwa anakuja na kuona na angalia naona huyu mtu hakuna venye unaweza pendana. Lakini kabla nipate accident nilikuwa na date and ndio nilikuwa nimemaliza high school. So hata nikianza kudate na yeye nilianza after high school. So tuko tumekaa for long. Actually tulimeet after accident. So kuna wakati nilisikia uko na katoto? Hebu tuelezee, kuna watu wengi baadhi yao nilisikia niko na one precious son. Na huyu mtoto watu wakafikiria labda ni Muindia sababu ulipata ukiwa India. Karanja. No, acha tuongee maneno. What happened? Akwa Muindia na si Muindia. Ulitoka ukiwa mjamzito ukienda kutibiwa au ukapewa mtoto kwako. Yeah, and everything happens with a reason. And kila kitu kifanyika Mungu anakuanga anajua sababu either kizuri ama kibaya. Nilitoka hapa na ujauzito wa Pashia's, anaitwa Pashia's Miracle. Now nataka kupeana ka short story about nini decide nimite Miracle. Nikiwa 6 months pregnant, nikaenda India, si tulika huko for 6 months. Nikapata mtoto wangu nikiwa India. Venye nilimpata nikiwa India, tulikuwa tumekwama. Juu unaona mama alikosa support, akakosa pesa, tunahitaji tulipe bills ya hotel, bills za nini za alikosa pesa tayari mkiwa India. Already tukiwa India. Ulikuwa mkae how long? Tulikuwa si ndio nilikuwa nimeenda kutolewa sasa nini chuma. So we were sasa tukiwa huko ndio matibabu ikakuwa, yani mguu ikakuwa venye daktari alikuwa anatarajia iko sivyo iko. Sasa tukakaa huko matibabu ikazidi kiasi ya pesa yenye tulikuwa nayo. Mama akaendelea kustruggle huko. Alikuwa anafanya kazi gani mama? Alikuanga na biashara yake alikuwa ameweka. Ya kuuza ni? Vitu hizi za kutengeneza viatu. Niliwahi mpata pale Ngara Factory. Siku moja nikipita. Sasa kabla mpate Victory alikuwa amejaribu nyingine bado. Ndio sasa hapo Victory akaekanga mishipi. Sasa tukiwa India, mama unaona amekosa namna. Mimi na mtoto na dada yangu tumekwama huko na mtoto wangu. Siku moja kuna Muhindi alikuwa amekaa Tanzania sana, alikuwa amekuja huko. Akaitwa na manager kuja tutembelee. Tukaongea Kiswahili tukaongea. Sasa venye alisikia tumetoka Kenya na wakaona venye yani tunangangana. Nimuelezea story ilikuwa terrorism. Sasa tunaona nimekuwa India, niko na mtoto, niko na dada yangu. Wakatuambia hawatakubali tukua India. Hata venye nilipata Pashi walikaita Prince of India. Wow. Sasa wakasema kwa sababu ya huyu mtoto mwenye niko na yeye itawabidi watusaidie tufanye nini? Turudi Kenya. Jilisi tulijaribu kutumia embassy yetu email. Tukaongea nao mpaka through professor mwingine ako huko India. Uko na majina ngumu sikumbuki. Akaenda mpaka kwa embassy kungangana but yote haikuwezekana. Ndio wakaventure in, wakasema wafanye nini watusaidie. But waliniambia wanafanya hivyo only because of my son. Wow. That Prince of India. Sasa venye niliona yote imefanyika tukaweza kurudi Kenya. That's when nilidecide kuita mtoto wangu Miracle. Wow.
cause ni through yeye tulimanage kurudi Kenya safely na tulirudi. Walilipa bili yote? Walilipa bili yote. Wakasimamia mpaka air ticket yetu juu venye tulienda nayo kumbe ili expire na tukujua juu ilikuwa supposed to renew air ticket. Wakatusimamia bills, wakatusimamia hadi air ticket, wakatupea hadi pocket money. Wakafanyia mtoto wangu shopping. Ndio tukarudi Kenya, lakini pashini kupitia mtoto. Ni kupitia mtoto wa India. Otherwise mamako ingebidi auze vitu ndio utoke. Hata ningeuza hawangetoka juu hata tungefungiwa. Visa ilikuwa ina expire. So, hebu tuone hiyo. Huwa navaa tight clothes ya watu kustuka. Juu unaonanga utembivu mtu anabaki akikuangalia na maswali mingi, sasa huwa naficha. Ndio chuma. Ndio chuma. Pale nimenona kidogo. Inaonekana. Wow. Tunaona siezi tunaona hii iko flexible. Hii haiwezi. Unaona hii vidole ninafanya hivi. Hii siwezi. Ilipata ulemavu yenye siwezi. Sasa hii miguu yote ilikuwa imeugua yote mpaka chini ndio hapa ikafujikia hapa. Na tukienda alikuwa mlemavu kiasi, alikuwa anatembea na vidole hivi, so lazima kutumia miti. Na sasa unaona anaweza ako na uwezo wa kutembea peke yake, isipokuwa hiyo shida tu kidogo ndio imebaki. Na ile barua nilikuwa natafuta ndio hii. Hii barua ndio daktari hututumia kila mwaka. Ndio nilikuwa nasema. Na hii ukiangalia ni ya 2018. Hata ya 2019 iko, ya 2020 iko. Kidogo. Yenye ziko kwa hii ya 2018. Hata ya last year 2019 iko. Iko sawa? So ukiangalia kwa hii pesa, hii pesa yenye wanahitaji ni less than 2 million. Na vile ni less than 2 million, so ukiweka tuseme kama air ticket na expenses zetu za chakula, nyumba nini. Hii imeandikwa RS 862. Ni rupees. Hiyo ni rupees. Hiyo ni 1 hii ni 1 ni kitu tuseme 1 Sasa hiyo ni ya treatment, hakuna transport, hakuna So tukiweka accommodation na nini ile mambo yenye hatutaweka expensive ina cost kitu milioni 2. So mnasema mkizipata mnaweza enda huko. Yes. Unataka kuambia serikali aje? Hii issue ilikuwa serikali, mimi nataka kusema kuna mahali serikali ya Kenya ina fail. Mkubwa mmoja akipatwa na shida, wanashughulikia ni kama ni dunia itaisha. Lakini maskini 100 wapatwe na shida. Angalia kama wale watu wanashikwa na flood. Mvua inanyesha, ina sweep watu, inabeba manyumba zao, wanaishi mashuleni. Kwa sababu ni maskini. Nao maskini wanakosa kuangaliwa kwa sababu ni maskini. Na tajiri mmoja tu asikike kitu imefanyika. Ninasikiaga ushugu sana kwa sababu kwa mfano mzuri kuna ajali ilifanyika hapa juzi hapa Kijabi. Ilikuwa mkubwa mmoja na maskini wengine kwa matatu. Huyo mkubwa alienda akapikiwa peke yake na ndege mpaka hospitali. Hao wengine wenye wamepata ajali nao walibaki wakistruggle. Kenya inataka kutuonyesha nini? Ni nchi ya matajiri. Yes. Na ndio maana unaona mimi nikiwa mmoja, na mimi nashukuru Mungu, hata Karo shukuru Mungu kwa sababu mama yake si wa kunyamaza. Umeiongea na mkubwa mmoja serikalini, mtu ulifikiria labda atafanya kitu bila hata kuongea mambo mingi? Hii ni album, si kitu ninatengeneza saa hizi. Nikiongea naongea kitu inaonekana. Badala ya mambo mingi ya kushida, nikionekana ni kama nina sielewi yenye ninaongea. Huyu ni Uhuru. Our president. Alikuja kuona Karo akiwa ICU. Huyo mwenye amenihug. Mimi ndio amenihug. Kidogo. Tumemuona. Namuona. Tunaona pia CS. Yes. Eugene Wamalwa na watu wengine hapo. Hii ni kesi ya kushinda, ukitafuta mtu mwambie na ni kitu hata inaonekana live. Haya, huyu ni nani? Hata ndio huyu, hebu shika hapa niangalie picha yenye ninaonekana na yeye. Tulikuwa na yeye hapo.
usijaribu mbona ukuleta hizo picha zingine zenye wako wote hata kwenye ninaonekana vizuri. Sawa, ndio nitaweka kitu kingine ya YouTube. Kitu tutazitumia huko. Ni vizuri kuweka. Shika vizuri acha reflect. Okay. Ziko nyingi sana, nitakuonyesha penye zenye wako. Umewaipelekwa na kuongea na mmoja wao ama kuongea kwa simu? Nimewahi ongea na wao, hata president nimewahi ongea na yeye kwa simu. Na hata akaongea na Karo. President ama deputy? Uhuru mwenyewe. Wakati walikuwa ndio wanafanya campaign. Ya 2013 ndio walikuwa wanafanya campaign. So ungetaka kuambiaje haya kama ni serikali nimekumbuka ministry ya Esther Murigi ilikuwa inaitwa special programs. Nilienda mpaka huko mpaka PS wake hata alikuwa ananiona ananiambia mama Karo umekuja. Juu walikuwa wanajua hii kesi. So kama ni kitu ingekuwa inashughulikiwa ingeshughulikiwa. Na hii tena ni kitu iliona na kila mtu. Kuna mtu kuona kwa TV. Exactly. So Karo, ungependa kuambia serikali aje ama mtu wa serikali mwenye ataona hii story? They should be responsible. Na waache kubagua. Jili hata yo tajiri akigonjeka, mimi maskini ndakuja niombwe damu nimpatie atarudi hai. Imaanisha ati jiliwe ni tajiri, atunafaa ushughulikiwe sana jueni tajiri. Kuna vitu Mungu alituweka mi kwangu naonanga Mungu alituweka sote tukiwa equal. Na tuko equal aje? Tunapumua hewa moja, damu ni moja. Nikilala hospitali kama ninahitaji oxygen, hiyo oxygen nitawekewa ndio bado tajiri hata atawekewa kilala hospitali. Damu yenye ninatumia hata huyo tajiri akihitaji damu ndiye atawekewa. Na jilimi pia nilihitaji damu nikiwa hosi. Nilipewa na kila mtu. Haikubagua. So hata waache ubaguzi. Na sisi wote ni wa Kenya na we are all equal. Okay. So Mama Karo, hii maisha yote najua umetatizika kwa sababu una watoto wangapi? Niko na watoto 4. Na wajukuu 3. Yes. Na mnakula na tunakunywa. Sasa kuna corona. Najua yuko kazi. Na shida kubwa haswa hii nyumba fenye unaiona. Nina struggle sana hata hali ya kuilipa. Na uliniambia lazima ukae nyumba kubwa juu ya Karo kitu ya kwanza hii mguu hawezi ukakaa mahali penye yako juu ikigogwa tena ni mimi nitaanza kukimbia. Jambo la pili kwa sababu ya issue hawezi akasquat. How much do you pay your rent? 10,000. Yes. Only? Yes. Watu wenye wako online najua hii maneno wanaona. Si only kwangu ni mzigo hata nikikupeleka kwa landlord. Kwa sababu hawa watu hata maybe anaweza jitolea kulipianga kila mwezi. Na hii nyumba nang'ang'ana hivyo kwa sababu ya Karo kwenye alishomeka. Okay, part kubwa, part yenye daktari walifanya ni kubwa. Lakini ile kubwa zaidi ni mimi na mgonjwa wangu. Kwa hivyo maisha yako ilibadilika wakati Karo aligonjeka. Yes. I know kuna wakati ulikuwa unategemea tu usaidizi kula na kulipa rent. Yes. Wewe hata pewa mahali ukae. Yes. Nakumbuka vizuri. Kule Starehe Boys. Nakumbuka nimewahi kuja huko. Yes. So maisha ilibadilika, kukula ni shida. Sasa lazima ni struggle. Haya hii mguu hawezi akasquat kwenda show ya chini ile eti unaenda wewe vile unaweza enda kujisaidia haja yako popote. Karo hawezi. Lazima akae mahali penye apart from that kwenye ameshomeka gozi jarudi. Akirukiwa na maji chafu ama ushafu irukie anarudiaga kifinoda zinaanza kurudi. Kakinoda kanaanza tu ka sport hivi inaanza kukula mguu mzima. So nilikuwa nataka kusema daktari akishughulikia mgonjwa wako, part kubwa ni wewe mzazi vile utaweka mtoto wako ama vile utaweka mgonjwa wako. Ukitaka survive vizuri na pone kwa haraka, muangalie vizuri. That's why si yuko capable kulipa hii nyumba, ni ile ya kustruggle. Hata ukienda kwa landlord usikie deni yenye niko nayo, utashangaa. But nafanya hivyo kuzudi nikae mgonjwa wangu kama mtoto wangu akae hai kwa muda mrefu nikimuona. Niko proud kumuona vile yako. Hata kama alibaki ya kirema ama hii mguu vile inamsubua juu sasa ni mguu tu. Na jisho tumesahau kusema jisho. Kuna jisho hapa ilishomeka iko na shida hata hiyo iko na shida sana. So babake amewahi tuma usaidizi wowote kutoka wakati huo? Baba yake tusiongee mambo ya baba yake juu pia yeye hata kama tuliashana angekuwa na uwezo angemshikilia. Hata unajua ni mtoto wake at least ile kukua close hata kumpigia simu kumjulia hali
hata kumpeleka place kama hiyo hata kama hiyo siwezi nikakata. Lisha kuwa hata kama tuliachana. Okay, mimi huambia couples wengi wazazi nyinyi ndio mlikosana lakini si watoto walikosana. Kwa hivyo hata tulipokuja huku hata lisha kuwa hana uwezo wa kutusaidia, angekuwa na uwezo angetusupport juu ya watoto wake juu siku mtenganisha na watoto wake, but wote ni wakubwa sasa. Wote ni wakubwa. Alright, so kuna mwenye ako form 3. Form 3. Kwa hivyo alikuwa hata angekuwa amemaliza kitabu ako form 2 in fact. Okay. Agemaliza kitabu. Kwa pia kumsomesha ni kazi. Ni kazi, ni kibarua wacha niseme maisha yenye ninapitia kwa saa hizi na hali yenye ninapitia si rahisi. Na hii yote si juu yangu eti sina juhudi za kufanya, sina bidii ya kufanya shughuli zangu. Hii mambo yote ni serikali. Na hii serikali inairudishia lawama yote kwa sababu wangenisaidia tu kutibu mgonjwa wangu ama wakungekuwa yote ingeisha kitambo sana. Kungekuwa na security enough ya kutosha, mambo kama hizi hazingekuwa. Kwa hivyo kutoka 2012 saa hii ni 2020. Na bado matibabu haijaisha. Bado. Anafaa kwenda India atolewe chuma wakimalizia. Atibiwa ukiangalia barua anaongea mambo ya abu isome ujue pia utaweza isoma uangalie. Unajua ukisoma ukiangalia ni rahisi kuliko ni kusomea. Utaelewa shida zenye yako nazo. Okay, acha niweke vizuri ndio kamera yangu pia ichukue. Wanasema this is to satisfy that Miss Caroline had lateral popliteal nerve play with commuted nerve palsy. Tibia fibula following bomb blast injuries. She was treated by laser method for fracture with suturing. Now fracture united well and no leg length disparity left, but there is not recovered from lat pop something like popliteal nerve play. Foot drop for which she requires tendon transfer. Ni story refu si lazima tusome. Ni nerve palsy. Ndio. Okay. Nerve palsy. Yaani hiyo shida nini unaniangalia? Si ndio hii? Shida tulijulia wapi? Hii karatasi ni kama ilinigia kwa kisho yote shida yenyewe. Ni kama shairi naweza sema shida yenyewe zina nini? Kama shida inakufuata kila siku mpaka unajua. Yes. Sisi unazijua. Hata siku haifikiria naweza soma mambo kama. So maneno ya mwisho tumalizie. Watu wakitaka kukutumia usaidizi. Maybe kuna mtu amesikia huyu ako form 2 anaweza msaidia amalize mpaka form 4 ama university. Mwingine labda ameona anaweza hata kuna watu wako na pesa. Anaweza sema nitasimamia hiyo bill yote apeleke India. Mwingine maybe anaweza sema nitasimamia rent. Huku unakaa na watu wangapi sasa hizi as we speak? Niko na watoto na watu wengine wawili. Niko na familia ya watu 9. Nalisha tumbo 9. Na corona. Yes. Hakuna kazi. Hakuna kazi. So hata biashara nyingine tulikuwa tumeweka imetushida hapa ya maziwa, tumefuga hiyo nyumba juice juu ya kushindwa kulipa na kazi haiko. Haya, mtu akitaka kutuma usaidizi atafanya aje? Kuna namba yangu ya 0726 741 629. Rudia. 0726 741 629. Na kuna ya Caroline 0718 544 819. Okay. Yes. Good. Maneno ya mwisho Karo? Mimi ningesema wakati any challenge una face in life, first thing usiulizange why me. Kitu kenye uko supposed kufanya ujue ishakupata and you can't change. Ishakuja. Ujue venye utajitoa na utafute solutions, lakini si kulia na kutafuta nini lawama. Okay. Mama Karo, maneno ya mwisho? Maneno ya mwisho ningependa encourage watu wenye wako na matatizo kama hizi juu mimi sijui kulia. Napopata na shida, instead of kupiga duru ukiuliza ukipiga duru the time unapiga duru unakosa mwelekeo. Kaa chini focus na hilo jambo lenye limekupata, anza kutafuta njia.
Manake wakati nilipoona mtoto wangu anaumia sana, kwa ajili ya kufocus ndio nilisema ataenda India na sikuwa na pesa. Na kwa ile faith yenye nilikuwa nayo, alienda na akaenda tena. Kwa hivyo watu ukijipea nguvu, ukijipatia nguvu na utaweza kufocus na mambo yenye imekupata, na Mungu kupitia kwa hiyo imani yako Mungu atakupatia njia. Na singependa kusahau penye tumefika ni Wakenya wametufikisha. Wakenya wametusupport. I think hata wengi wakiona hii sura watazikumbuka. Ninawabarikisha kwa mikono ya Mungu. Yeyote alisimama na sisi kwa mishago, yeyote yenye walitushagia, nawabarikisha kwa Mungu. Yeyote alisimama na sisi ukiwa mmoja wao, na wengine wengi, nawabarikisha kwa mikono ya Mungu. Wabarikiwe na wabarikiwe na wabarikiwe. Na kufika penye tumefika hapa ni hiyo kidogo walitoa ndio imetusupport kufika hapa juu. Kama si hiyo mtoto wangu by the way hata tulipoenda India alitibiwa akarudi akawa mbaya, alipelekwa tena ICU. Na niko na yeye peke yangu, si kufujika moyo, niliambia Mungu hakuna kitu inafanyika juu ninajua uhai yake iko kwa mkono yako. Na alitoka na tukarudi tena. Kwa hivyo nashukuru sana. Nashukuru sana hata mwenye atasimama na sisi, hata mwenye atatusupport, mwenye ataguzwa. Na wewe mwenye unaona uko na shida, hauna shida. Focus kwa Mungu atakupea njia kama vile mimi alinipatia njia. Yes. Good, thank you. Karibu.